Zita, niangalie basi, nikubali basi kwenye katika huo moyo niwe mtumwa wa penzi yako. Nakupenda kulikoni kitu kingine chochote kwenye katika haya maisha mimi. Kwanza mke wako yule pale mimi sitaki. Zita. Yaani wewe ndugu yangu hutulii. Unaikaika utafikiri kitu gani? Haya niambie ulikuwa unamdanganya nini mtoto wako? Basi nilikuwa namtafutia maisha mimi. Haya kwa maisha gani ulionayo wewe ndugu yangu? Kwa nini unione hapa au? No. Mambo vipi mpenzi mtazamaji? Naitwa Coletta Raymond, niko na partner wangu hapa. Mr. Mwanya. Kama ndio kwanza unafungua luninga yako, kipindi hewani ni Malumbuzi. Na unaweza kuwa unajiuliza Malumbuzi ni nini? Malumbuzi haya ni madikodiko, manjenjei, maankuli. Na je, unataka kujua ni pishi gani tumekuandalia katika kipindi chetu cha Malumbuzi? Ni shefu yupi atakayetuandalia pishi hilo? Na je, pishi hilo tutaliandaa katika mgahawa upi? Na je, unajua ni mgeni gani ambaye tunaenda kulumbua naye leo? Endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki, utapata majibu ya maswali yako yote. Tunasemaje? Twenzetu tukalumbue. Ndo hapa. Kama ujuavyo kila sehemu unayokwenda ukosi kuwa na mwenyeji. Alikadhalika tulipofika kwenye mgawa huu wa The Farm Fresh, tulimpata mwenyeji wetu ambaye ni Bi Elizabeth Mapesa, na yeye ndo atakayekuwa mpishi wetu mkuu siku hii ya leo. Bi Eliza, Mungu ni wa kwako. Ijapokuwa hivyo kwenye katika miili yetu. Karibuni sana, tumefurahi kuwaona. Asante. Okay, asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Elizabeth Elias Mapesa, ni mpishi hapa Farm Fresh. Kwenye familia ya mzee Mapesa mimi ni mtoto wa 4. Tangu niko mdogo ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana kupika. Mwisho wa siku nilipokuwa mkubwa nikaamua kwenda kujiongeza mwenyewe baada ya kumaliza kidato cha 4. Katika familia ya watoto wa 4 ya mzee Mapesa, mimi ni mtoto wa mwisho. Hivyo nilikuwa napenda sana kufanya kazi za nyumbani, hasa kupika. Nilipotimiza umri wa miaka 17 nikaenda kujiunga VETA na nikasomea kozi ya upishi kwa miaka 2. Baada ya hapo nikafanya kazi kwenye hoteli mbalimbali kwa miaka 5 na mpaka sasa niko hapa Farm Fresh, nina uzoefu wa kutosha na niko vizuri. Asante. Kwenye maisha kuna wakati unakuwa una chat tu na mtoto akishua labda miezi 2, 3. Itafikia wakati mtaomba meeting. Huwezi kumchukua mtoto akishua kumpeleka ghetto, hiyo inakuwa ni miayusho. Labda wauni ndio wanafanya hivyo. Lakini the best place unamleta sehemu kama pa Farm Fresh, mnapata huduma nzuri, kuna juices nzuri, wanatoa huduma nzuri, utulivu upo, free wifi. Na weekend huwa napenda kuja kutulia hapa naangalia mpira. So hapa Farm Fresh is the best place kwa watu wote. Unajua kuna chips mayai na kuna chips mayai zinazopikwa hapa Farm Fresh. Just imagine unapata chips urojo kutoka hapa Farm Fresh. Ni balaa. Yaani mandhari imetulia na unapata kitu roho inapenda. Kila siku jioni ninapotoka kazini lazima nipitie hapa Farm Fresh kwa ajili tu ya kuja kupata kahawa ya moto. Nikimaliza kupata hiyo kahawa yao, basi naingia kwenye gari langu na kurudi nyumbani kuendelea na majukumu mengine. Hope mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Malumbuzi, mmemsikiliza vyema chef wetu wa leo Bi Elizabeth Mapesa. Na mmewasikiliza wadau mbalimbali maoni yao, maana wao ndio huwa wanatumia maakuli yao kwenye mgawa huu. Tunakwenda mapumziko mpenzi mtazamaji. Baada ya kurudi tutakwenda moja kwa moja jikoni kwa chef, na yeye atatuambia ametuandalia pishi gani siku hii ya leo. Si ndio Malumbuzi.
Tumerudi tena mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Malumbuzi, na kama tulivyowaambia huko awali, mpishi wetu mkuu wa leo ni Bi Eliza, na nikutonye tu ameniambia ndani ya game ana miaka 5. Kwa hiyo mchezo hatari sana. Bi Eliza, mwambie mtazamaji wetu leo umemwandalia nini? Leo tunakwenda kumwandalia fried rice, lakini kwa wakati mwingine sisi tunapenda kuita wali maua. Na wakati hapa unakuwa na tofauti sana. Ndio. Hata kabla hajatengeneza mimi tayari mati ameshamjia. Bi Eliza, umetuambia wali wa maua. Ndio, tunajua wali wa maua uko aina tofauti tofauti. Wakwako umetuambia kwamba una utofauti mkubwa tofauti na sehemu nyingine unapopika. Si ndivyo hivyo? Haya, tuambie. Nini tofauti wali maua wako na wali maua wa watu wengine? Sisi wali maua wetu tunakuwa na tofauti sana. Tunakuwa tunaweka maharage ambayo ni machanga yale mabichi. Tunaweka njegere, tunaweka na mahindi changa. Tutaweka na colored pepper ambazo ni hoho za rangi 3. Tutaweka na vitunguu pamoja na carrots, na tuna vitunguu saumu pamoja na spice ambazo spices zetu tunazo black pepper, pilipili manga, tuna soya sauce, tuna cumin, dagalam, tuna curry powder. Wow. Ndio. Mimi nafikiria mpenzi mtazamaji tusimbane chef wetu. Tumpatie nafasi aweze kujinafasi, atuonyeshe kile ambacho ametuandalia na tuone utofauti wake. Au unasemaje? Kabisa, ni tumwachie aoneshe mikogo yake. Umeona? Endelea mama. Asante sana. Malumbuzi. Kwanza kabisa tutaanza na kuweka mafuta yetu. Nataki mafuta mengi kwa sababu wali tayari tushapika. Tutaweka mafuta kidogo sana. Baada ya hapo tutaweka vitunguu vyetu ambavyo viko na carrots. Tunaanza kukaanga vitunguu vyetu. Tutavikaanga kwa muda kidogo ili kama vibadilike rangi pamoja na carrots. Ibadilike kidogo, vitunguu viwe vya golden brown. Kishamaliza tutaweka garlic ambayo ni kitunguu saumu ambacho nimekitop hairuhusiwi kukisaga. Tutaendelea kukoroga. Hakikisha vinakuwa vinatoa harufu na visiungue. Kishamaliza utaweka sausage pamoja na bacon ambazo zote ni za nyama ya ng'ombe. Wewe mwenyewe utachagua uweke ipi. Tutazikaanga kidogo kwa sababu nazo pia zinakuwa na kaubichi ili ziweze kukaa sawa. Tutaendelea kufanya hivi kwa muda wa dakika 1. Anza kuona zinaanza kushika chini, unapunguza moto kabisa. Hapa tutachukua wali wetu ambao tayari tumeshaupika. Nimeupika mafuta kidogo sana, chumvi kidogo sana kwa sababu spices zinakuwa zina chumvi. Nitauchanganya. Ongeza kidogo moto. Taendelea kuchanganya mpaka nahakikisha kwamba vitu vyangu vyote vimemix vizuri, vimechanganyika vizuri. Nitapunguza tena moto kidogo. Baada ya hapo nitaweka njegere pamoja na maharage ambayo tayari nimeshachemsha. Nitaendelea kuchanganya wali wangu mpaka nitakapojiridhisha kwamba wali wangu uko sawa. Nitaweka mahindi. Nitaanza kuweka spices zangu ambayo hapa tuna garam masala pamoja na cumin nimechanganya kwa pamoja. Tutaweka na curry powder. Tutaweka na black pepper kidogo sana. Tutaendelea kuchanganya. Endelea kuchanganya kwa kugeuza kila wakati pande zote na usiweze kushika chini.
Baada ya hapo nitaweka soya sauce. Tutaongeza kidogo soya sauce yetu kulingana na wingi wa wali. Tutaendelea kukoroga kuchanganya ili ukae vizuri. Baada ya hapo tutamalizia na mayai pamoja na colored pepper zetu ambazo ni pilipili hoho ambazo zimechanganywa rangi. Hoho nimeziweka za mwisho ili zisiwahi kuiva. Zinaleta ladha nzuri kwenye chakula. Baada ya hapo utapunguza moto ili mchanganyiko wangu ukae vizuri. Umeona mambo hayo ndugu yangu? Hayawi. Ehe, tulianza kama mzaa ndugu yangu. Na hatimaye sasa hivi wali maua tayari ushaiva, uko tayari kuliwa. Yaani ukubwa kazi kweli kweli yani. Yaani hapa tunavyoongea mate mimi ameshanijaa, natamani mnipe hata kidogo mimi niendelee tu kuonja jamani. Ndugu yangu, mjikaze basi. Sawa. Tupate mapumziko mafupi mpenzi mtazamaji, alafu tuende moja kwa moja kwenye meza uone nani tuliyemwandaa mgeni wa leo kwa ajili ya kulumbua pishi letu siku hii ya leo. Twende. Malumbuzi. Huu ndio ule muda tuliouandaa kwa ajili ya kumfichua mgeni wetu tuliyemwalika siku hii ya leo kwa ajili ya kulumbua nasi. Naam. Machoni mwenu sio mgeni. Ni kijana mmoja mjasiriamali na pia amefanya vizuri sana kwenye hii game ya Bongo Movies. Nini? Ndio jamaa ambaye akiigiza movie baada ya miaka miwili anaenda Ulaya. Akirudi mwanamke wake ana ujauzito au amechukuliwa. Ndio huyo. Ndio huyo. Usubiri kwanza. Namleta kwenu Uncle Shija. Karibu. Mambo Fresh. Karibu sana. Nashukuru sana. Aha. Labda niende moja kwa moja kwenye maswali. Ndio. Hii ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye mgahawa? Yes, hii ndo mara yangu ya kwanza kufika hapa. Sikuwahi kufika kwa kusema ukweli. Oh. Anyway, kwa mfano nikuulize swali la kizushi tu. Ukiwa unatoka kwenda dinner labda au lunch, wewe unapendelea kula nini? Kwa nature kabila langu kama ulivyoniita Shija, na mara nyingi napenda ugali, lakini mara chache sana napenda wali. Hapo hapo kwenye wali, Uncle Shija. Sisi leo tumekuandalia wali maua. Ushai kusikia aina ya chakula cha hivyo? Nakumbuka kipindi fulani kama miaka miwili hivi nilienda China. Na rafiki yangu mmoja Mchina akanipeleka restaurant moja pale China. Kuna something is like wanaita yanchu. Yes. Ndio huo na wazungu wenzetu wanaita fried rice. Okay. Ni aina hiyo ya wali lakini mapishi tofauti. Okay. Tumekuja kukuonjesha ladha tofauti ya wali maua. Wow. Yaani ni ladha kipekee kutoka hapa The Farm Fresh. Wow. Uko tayari, si ndio? I can't wait to see it. Swali lingine. Okay. Hivi unajua kupika kidogo? Little bit, not much, lakini napenda sana kupika vitu vya haraka zaidi kama chips, mayai. Spaghetti. Yes, unaona. Lakini wakati mwingine naweza kupika wali kwa sababu natumia rice cooker. Wakati naweka kwenye rice cooker mimi naendelea kuoga, nikirudi umeshaiva na kuwa naondoka. Yes. Basi sawa. Sasa Uncle Shija, wewe umetuambia kwamba umezoea kupika vyakula vyepesi, rahisi kuiva kama chips, spaghetti. Sasa sisi leo bwana tumekuandalia wali maua. Wow. Umeandaliwa hapa The Farm Fresh. Wow. Wali maua una ladha tofauti na wali maua mwingine wowote ambao umewahi kuonja. Wow. Uko tayari? Yes.
Asante. Ndugu, utatumia kijiko na utatumia ya mama? Kijiko eh? Haya. Kwanza tutesti kwanza. Mambo yako sawa? Unaona mambo? Ndo wali wa flower. Wa maua, mapambo. Mapambo. Wali ni wali wa maua bwana. Huo hata China ule sikuona hivyo. Kwa ni wali mtamu zaidi, si ndio? Lakini kuna kitu kimoja hapa nakiona. Yaani ukitoa vitu ambavyo vimewekwa ndani ya hii chakula, kuna kitu fulani vya yaani ambacho kimeongeza ladha tofauti. Kuna mahindi ndani yake. Sio kama umegundua. Ya, nimeona. Nimeona. Ndio maana nimekuambia tangu pale mwanzo. Hata kile cha China chunchu. Naona kitu tofauti. Hakijafikia. Mambo kweli. Mambo yalikuwa yanaendelea bwana. Wacha wewe. Jamani. Tugonge na cheers kidogo wake. Sio kwa utamu. Kila lililo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na hii ndio tamati ya kipindi chetu cha Malumbuzi. Ulikuwa nami Coletta Raymond nikiwa na partner wangu Mr. Mwanya, bila kumsahau mgeni mwalikwa Uncle Shija. Unaweza kututembelea katika ukurasa wetu wa Instagram, andika tu Malumbuzi TZ. Dondosha comment yako nasi tutasoma. Si vibaya pia ukiamua kumchagua mgeni unayempenda ili tuweze kumwalika katika kipindi hiki cha Malumbuzi, sisi tutafuata. Pishi unalolipenda nalo sisi tutaliandaa kwa ajili yako. Tukutane siku nyingine. Kwaheri. Ndugu zanguni. Naona mambo sio mchezo. Hichi kitu hatari. Na hata kwenye katika hicho unajua kupika. Hatari sana. Juice vipi umeonaje? Ndio ninachokuja mnialike tena. Ongea hata vitu vingine. Malumbuzi.